Taarifa ifuatayo ni ya kukupa changamoto. Kama ulikuwa unatoa visababu vya kutofaulu maishani, huenda ukajisuta mwenyewe. Godfrey Ipalei ni mhadhiri katika chuo cha mafunzo ya uhifadhi wa wanyamapori cha Naivasha ambaye mikono yake ina ulemavu, lakini katika kitabu alichokiandika anasema mimi si mlemavu. Paul Nabiswa, mhariri wetu, anakuletea simulizi ya Ipalei kutoka Naivasha. Anapopiga hatua za ufanisi akiwa chuoni anakufundisha, utadhania mambo yake yote ni sawa, ila mikono yake inaanzia kwenye visugudi. And mine is only one. Darasani anafundisha mawasiliano mambolewa ama IT wanavyoita vijana wa kisasa, na ana uhusiano mwema na tarakilishi, huku wanafunzi wakimfuatilia kwa karibu wasipitwe na haja ya hoja. Si hayo tu, anaweza kusafiri mbali na karibu kwa maarifa bila kubabaika anapohitaji kufanya hivyo. Anapopiga gari mafuta huvuruga barabara kwa kasi anayoitaka. Nyumbani kwake huingia bila usaidizi wa jamaa, jirani, ndugu ama marafiki. Kadhalika kwake si miujiza kuvua na kuvaa mavazi ili aonekane nadhifu siku zote. Viatu vyake hung'aa kama vya polisi na uhakikisha vinakaa sawasawa kabla ya kuondoka kwa shughuli za siku. Ipalei haoni njaa ikiwa ana ala za upishi. Anafahamu fika taratibu zote za jikoni kuhakikisha kuwa anajiridhisha kiafya. Masimulizi yake kuhusu hali aliyomo yanaashiria kifua cha ujasiri na ubongo wa hekima. Yaonekana mimi ni mlemavu, lakini mimi si mlemavu. Enyewe nimezaliwa mlemavu kwa mikono, lakini nimekataa kwamba mimi si mlemavu. Nimekataa kabisa mimi si mlemavu kwa sababu ulemavu si mikono. Ulemavu ni akili. Ulemavu ni kichwa. Mwanzo nilipozaliwa ilikuwa ngumu kwa mfano msimu umeingia. Na kuchukua simu vizuri vile wao uchukua. Alafu nachukua, hello? Nitakupigia. Kulingana na Ipalei, alikuwa na changamoto kubwa katika uchanga wake. Watoto wengine walikuwa of course wananishika mikono, wanacheka. So nikazoea, nalia kidogo ndio, lakini nikazoea. Hata kuna mjomba wangu mmoja alikuwa anapenda kuniita mlemavu wangu kwa lugha ya Kiteso, kwa lugha yetu nyumbani. Sema mlemavu wangu, na mimi nikazoea tu mimi ni mlemavu. So nadhani kitu ilinisaidia ni kukua kwangu. Nilikuwa nikachekwa nikiwa mdogo, nikazoea. Lakini hata ukubwani yapo yanayomkera licha ya kutia saini ya ufanisi katika maisha yake. Mengi changamoto moja ambayo inaonekana kila siku ni watu kukuangalia na kushangaa. Unaingia kwa mkahawa, yule mhudumu ajui kama akupe chakula, akulishe, ako hapo. Wala ambao wako hapo wanakuangalia, wanashangaa. Wakubwa wanakuangalia, wanajificha. Ile kubwa kabisa ni watoto. Unakutana na watoto wanasema, angalia huyu mtu ana mikono, na wanakimbia, wanafikiria wewe usikii, uoni. Sasa mimi nimezoea. Wakifanya hivyo watoto kabisa, wakifanya watoto hivyo, mimi naambia kuja wana hiyo mikono hakuna. Wakiwa na uwerevu kidogo wanakuja, wanashika mkono alafu anachukua rafiki zangu. Na je, harusi tunayo hatuna? Huyu pale kuoa naye sijui kwa nini amechelewa. Nimechelewa mpaka saa hii. Na kulikuwa na hiyo pia ni changamoto kidogo. Kwanza wacha tu niseme tu kweli, wakati mwingine watu walemavu kuoa inakuwa changamoto kubwa. Juu mtu unaona mtu anakuangalia, unafikiria anakutamani, kumbe anashangaa. Sasa huwezi jua kama huyu anakupenda, anakutamani, ama anashangaa. So mwaka ujao nadhani nitaita watu, sijui kama nitafanya harusi, sababu sasa nikifanya harusi nitaita Kenya yote. Godfrey Ipalei amefikisha miaka 50 sasa, na pamoja na hali yake ameweza kufanya mambo mengi ambayo yanashangaza. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ameandika kitabu Mlemavu si Mimi. Kitabu hiki kinaonyesha azma yake kukabiliana na changamoto zote ambazo zinaweza kumba mwanadamu. Paul Nabiswa, KTN leo, Naivasha.